ningependa kujua kipi chanzo cha wewe kwamba kusema kuna maswaibu ambayo umepitia, kipi ambacho kimekukuta? Shehe, mimi kilichonikuta ni sema ule shehe mimi kaniboa. Kwa nini nisianze na shehe nikamvizia naenda msikitini mimi ni mkabe? Anifuata mimi maskani eti asalamu alaykum. Angekuwa pale brother Sergeant ya mwanangu Titu shampiga vijiwe. Shampiga vijiwe vya meno kila mtu na zake. Na mimi tu yani force niende zangu sauzi hapa na nipige zangu mshindo. Nikiingia pale naondoka na vitu vyote vya ndani bwana. Sema nikienda kupiga mshindo wa mkubwa itakuwa dharau. Sema nikishaenda kule nikutana na wanangu watuishi South naenda hata Marekani. Tunapiga mishindo tunaingia zetu Marekani, mabaharia wengi wanapiga mishindo hawaishi South wanaenda hadi Marekani. Kuja mdondosho. Hayo ndio maswaibu yanayonikuta mimi ndugu zangu. Pole sana ndugu yangu. Lakini natumaini kwamba mpaka wewe kupitia yote hayo kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anakukumbusha kwamba unapoenda sipo. Kwa hiyo akakuletea hiyo ndoto ili mradi kurudi kuja kujitambua kwamba wewe ni Muislamu. Kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anajaribu kukutoa katika sehemu fulani kuleta katika sehemu fulani. Kwamba hiyo ndoto nikupata kwa sababu ulikuwa unapotea ndugu yangu. Lakini kwa vile ushajua kwamba kuna dini na kuna kesho kuna kufa na umejua kurudi, basi inshallah mimi nakuombea uendelee kuwa hivyo. Uwe mtu mwema. Na hata hivyo niliwaambia kwamba tunaelekea msikitini. Basi ingekuwa vizuri kwamba tungeongozana tungeenda. Ni kweli hapo tunataka tuelekee msikitini tuiwahi isha, ila ni jambo kubwa muhimu sana. Shehe bwana, sisi tuna dada yetu pale nyumbani. Aliolewa, Mwenyezi Mungu alijalia inshallah akampata mtu, akamhifadhi, alimfanyia nusla. Lakini yule mume wake bahati mbaya Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, amemchukua, amefariki. Sasa sisi tuko naye pale, alafu tunapojua DCSB mkubwa wetu sasa hivi hayupo. Yule bwana yuko tu pale nyumbani. Wamaliza aida kauli pale nyumbani. Ila sisi tumefikiria kaona tiskai hivi nyumbani pale. Sasa yule mtoto wa kike, mtoto wa Kiislamu akiwa anaenda kuzini, sisi kama makaka ndio wasimamizi, tunaweza tukawa tunachuma zani. Sasa shekhe, tulikana bwana mdogo hapa tumediscuss ili swala. Kaona kwa nini yule bwana tusikukabidhi wewe shekhe, una mke alafu wewe mtu wa Mungu, mtu wa imani. Wallahi na wewe labda utimize na wewe dogo nusu ya dini. Au wewe unalisemaje hili swala? Basi sawa sha. Sababu sisi Waislamu tumeambiwa kwamba nusu ya dini pale ambapo tutakuwa mke pia ni nusu ya dini. Na hivi karibuni nilikuwa nina mpango kwa. Kwa hiyo naona kama neema imejileta yenyewe mpaka Mwenyezi Mungu kwamba kawatuma nyinyi hapa kwamba mje kunifikishia ujumbe huu. Basi ni swala la heri kwamba mimi nipo tayari kumwoa dada yake. Mashaallah. Kwa sababu dini yetu ya Kiislamu inakwambia pale unapokuwa na mke kwamba una nusu ya dini. Naam.
na mpaka hilo kwamba nyie mmekuja kwangu, hii ni neema ambayo imekuja katika mkono wangu ambayo siwezi kuikataa. Mwenyezi Mungu ana sababu ya kuelekeza hapa kuja kuniambia mimi swali kwamba mimi nipo tayari kumwoa dada yangu. Nipo tayari. Hilo ndio swala ambalo mimi nilikuwa nalitaka. Bwana mdogo, si umesikia? Mimi nimesikia na mimi namkaribisha kwenye familia hiyo. Shemeji karibu. Nimeelezea. Karibu hapa ni kwa muda wote kujisikia kuja kwa inshallah. Sasa shehe, mimi naona wakati huu tuiwahi insha hapo. Inshallah. natubu dhambi zangu, mimi ni binadamu sijakamilika. Ewe Mola wangu, natubu dhambi zangu, mimi ni binadamu sijakamilika.